Vitu ambavyo ukiwa unatembea katika ulimwengu wa roho ukiviachilia, umeviachilia katika kanuni ya ulimwengu wa roho. Na tunamuona Elia alikuwa katika ile kanuni ya ulimwengu wa roho, kwa sababu kama Ahabu alishaonywa sana juu ya miungu katika Israeli, juu ya Samaria, lakini bado ni mkaidi, ni hasikii kuleta miungu ya kigeni katika taifa. Mwanamke Yezebeli na miungu ya kigeni kule alipotoka. Tunamuona Elia aligadhabishwa, akasimama kwenye nafasi yake. Ni mara ngapi katika hizi huduma umesimama kwenye nafasi yako? Kwa sababu inatakiwa ujijue na usimame kwenye nafasi yako, ili Mungu akutumie kupitia ile nafasi. Mungu anapoachilia huduma, wewe mwenyewe inahitajika kujua kile kilichoko ndani yako na kukifanyia kazi. Kwa kadiri unapokifanyia kazi, utukufu wa Mungu unakuwa ni mkubwa. Bwana analithibitisha neno la Elia, mvua hainyeshi na haikunyesha mpaka saa ilipofika malaika wa Bwana akamwambia, unajua watu kule wamepata shida sana, kajionyeshe, alafu mvua itafanya nini? Itanyesha. Sasa kama ilikuwa ni la kwako tu, ni mtu ambaye nyoronyoro, unasema na haitokei. Bwana siwe sana. Na ni wangapi ambao wamesema na haitokei? Wengine kuwa wainjilisti, kuhubiri habari ya Kristo, mlipuko. Mwinjilisti unapokuwa kanisani ni kuhakikisha revival, mnasema nini, uamsho upo wapi ndani ya kanisa. Ndio kazi ya uinjilisti. Unapokuwepo kanisani hapa, lazima uhakikishe kanisa, kwa sababu mlinzi, na mimi naweza nikasema mlinzi namba moja ambaye anayelinda kanisa, mwinjilisti, lazima awe macho katika ulimwengu wa roho. Sio wote, lakini lazima. Bwana tusaidie sana. Lazima uhakikishe ile huduma yako inakaa sawasawa, kuhakikisha dhambi inakemewa na kweli ya Mungu inahubiriwa. Mahala panapostahili lazima pastahili kulingana na palipotengenezewa uovu. Ukikwepa, umekwepa nafasi yako na umekwepa majukumu yako, kwa sababu huwezi ukasimama kwenye nafasi ya kichungaji, kwa sababu kazi ya mchungaji ni kuchunga mioyo, kuchunga kondoo, mioyo ya watu isipotee. Anawaelekeza, anawabeba wote, hata wale waliokemewa na mwinjilisi anaweza kawapa mchungaji, anawapa nini, mnasema last chance, si ndio hivyo? Yeye ndo akutoa last chance, nakupa nafasi ya nini, ya mabadiliko ya uangalizi. Lakini mwinjilisi akwambia, wewe bwana, mambo haya bwana, tunaona walikuwepo, wananyosha, wanasema. Kwa hiyo lazima utambue wewe umebeba nini, una huduma gani ndani yako. Kupitia ile huduma ifanye kazi kama vile ambavyo Mungu alivyoweka ndani yako. Kazi ya kunyoosha unanyosha, kazi ya kuja kupiga msasa, yupo atakaye kuja kupiga msasa, kwa sababu wewe unanyoosha. Mwinjilisti, mchungaji akija anapiga nini? Anapiga msasa. Na ndio maana hapa huwa kuna mambo yakienda hapa kwa ukali, mchungaji anasimama anakuja kupiga nini? Anapiga msasa. Bwana sio. Sasa mwinjilisti huo muda yeye hana, alishakaa akiunganisha yale maneno mawili aliyopewa mtu, ananyooka. Bwana sifiwe sana. Akiyaunganisha yale mawili, akikaa hivi yanamjia, nilikemewa juu ya jambo fulani, juu ya mwinjilisti, lakini ile kama aliyosema mchungaji, kama vile kanipiga kamsasa kidogo, lakini unakuta yale maneno yanaishi ndani. Lakini sasa kama mwinjilisti ukianza kusimama kama mchungaji, wote hatuwezi tukafanya kazi moja, kwa sababu Mungu ndiye anayezipangia hizi huduma. Anatuita tunapokuwa wadogo, tunapokuwa tumejitambua, tukaujua uweza na nguvu ya Mungu, ndipo tunapoitwa, tunakubali kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo uamini ya kwamba Yesu ni Bwana. Unapoamini ina maana Mungu anakuambia amekuitia kitu gani. Halo, nafikiri katika huduma tumeelewana hapo. Sasa hebu niendelee mbele kidogo, muda umekimbia. Tulikuwa tunaangalia nini maana ya huduma, nafikiri watu wameelewa. Tunaangalia jambo la pili, kuna kitu kinachoitwa karama. Karama.
Karama ni kitendea kazi cha huduma. Karama ni kitendea kazi cha huduma. Unaposikia karama ni kitendea kazi cha huduma, yaani iko hivi. Ili shamba lilimwe linahitaji nini jamani? Ili shamba lilimwe unahitaji ulimie shamba na nini? Unahitaji ulimie na nini? Ili ufagie uwani natakiwa ufanye nini? Uwe na fagio. Ukiwa na uwezo unafikiri unasema shamba hili nitalilima, alafu kama una jembe